Salvation Grace TV, the choice of the champion. Dalili nyingine walionayo watu hawa tunasema ni unyenyekevu. Wana kiwango kikubwa sana cha unyenyekevu. Si watu ambao wanapenda sana kujiinua mbele za watu. Wanajua kweli wana uwezo mkubwa maeneo fulani, wana uwezo mkubwa kwenye uchumi, wana uwezo mkubwa kwenye elimu, wana uwezo mkubwa kwenye huduma, lakini ni watu ambao hawapendi makuu. Ni watu ambao wanajinyenyekesha. Yaani ni watu ambao kimsingi hawana makuu. Hawataki sana kujionesha kwamba wao ni wa muhimu zaidi, isipokuwa watu ndo wanawatambua kwamba ni wa muhimu. Hawapendi kujitambulisha mbele za watu. Hawapendi kujionesha kwamba wanafanya vitu fulani ili makusudi watu wawapende. Ni watu ambao wanatambua nini wakifanye. Ni watu ambao wanajishusha. Hawataki sana heshima zisizo na maana. Hawataki sifa zisizo na maana. Ukiona mtu mkuu yeyote ambaye Mungu kamuinua, Mungu kamkusudia, si mtu ambaye ana mambo makuu. Unyenyekevu pia katika kupenda wengine wafanikiwe kwenye eneo alilopo. Yaani si mtu ambaye anapenda wakati wote aonekane yeye. Yuko tayari kuinua wengine wafanikiwe kupitia eneo lake. Anapenda akiona watu wamefanikiwa kwenye eneo hilo. Anapenda kuona watu wanasonga mbele. Haumii moyoni anapoona watu wamefanikiwa. Mtu wa aina hii ni mkuu, kwa sababu kama Mungu anamwandaa mtu ambaye atatawala watu, asiyependa kuona wengine wakifanikiwa, basi anaweza akaua watu, anaweza akaangamiza watu. Hiyo ni dalili nyingine. Lakini jambo jingine, huyu mtu mkuu ana nguvu kubwa ndani yake. Hii nguvu ya ushawishi ndani yake. Ana uwezo wa kushawishi, ana uwezo wa kufanya vitu na watu wakaelewa. Tunaposema ana nguvu kubwa, tunasema dalili nyingine, ana nguvu ndani yake. Ana power of influence. Huyu mtu anafanya vitu, inaweza ikawa ni kwenye eneo, ana nguvu fulani alionayo ndani yake. Kuna nguvu ambayo haionekani lakini ipo ndani yake. Si kwa sababu ya nafasi yake, si kwa sababu ya cheo alicho. Ana nguvu ndani yake ambayo haionekani. Hii nguvu ndio inayomfanya, imekaa kama ulinzi kwa ajili ya zile ataki. Nilifundisha kwenye somo lililopita kwamba mtu anaweza akawa ana challenge za demonic attack, several demonic attack. Nikasema Mungu ana invent hii nguvu ndani yake ili iweze kufanya kazi ya kumprotect kwenye vile vita na mashambulizi ambayo anakutana nayo. Na wakati mwingine mtu anaweza kakaa tu mahali hajafanya chochote, ila watu wa eneo hilo wakagundua kwamba huyu si mtu wa kawaida. Wanaanza kufight against, si kwa sababu amewakosea, no, kwa sababu ya ile power ambayo ipo ndani yake. Kuna watu ambao tu ni natural, Mungu amewapa hiyo ndani yake kama zawadi, na si kila mtu anaweza kaa naye. Ndio maana unaweza mkaa kwenye huduma, unaweza mkaa watu wengi, lakini kuna mmoja ambaye ndani yenu ana kitu kikubwa, na watu wengi wao wanaona wivu kwamba kwa nini yeye na kwa nini anakuwa hivi. Hapana, kila mtu amepewa cha kwake na kila mtu ana nguvu yake. Ndio maana utaona hata vita ya kina Yohane na Petro wanapohubiri, swali la kwanza wanaloulizwa ni kwa nguvu gani na kwa jina la nani mmepewa mamlaka ya kuhubiri Injili. Wanachotaka nini? Wanataka ili wajue nguvu inayowapa kiburi. Wakishajua nguvu ambayo inawapa kiburi kina Petro, wataweza kuangusha. Na ndio maana utaangalia hata Samsoni alianguka pale alipoweza kutoa siri ya nguvu. Wakati mwingine nguvu ulionayo inaamua uwe mtu wa aina fulani. Nguvu ulionayo inaamua uwe mtu wa aina fulani. Na mara nyingi hiyo nguvu ipo ndani yako, haionekani. Gideoni anaambiwa nenda kawaokoe Midiani, kawaokoe ndugu zako kwenye mikono ya adui zenu, ili waweze kufanyeje? Waweze kuwa huru. Anasema mimi ni mtu mdogo, mimi sina nguvu, lakini malaika anamwambia nenda kwa uwezo ulionao ndani yake. Hawa watu mara nyingi hawaamini kama wana nguvu, lakini they had a power. Na mara nyingi wasipojijua wanaishiki kuhangaika sana katika hali fulani ambayo wao ndo watatuaji. Ndio maana kuna mahali unaweza kaingia kuomba msaada fulani, wakakunyima na wakakwambia kabisa hili jambo unalo uwezo kulifanya mwenyewe. Wanakuona wewe ndo ulitakiwa waje wakufuate wakombe msaada. Ukiona dalili ujuage wewe ni mtu mkuu. Lakini kitu kingine ambacho wamejaliwa hawa watu, wana powerful leadership ndani yao. Yaani hawa watu wana uongozi ndani yao. Achana na uongozi wa kuchaguliwa na watu, uongozi ambao ni natural.
Yaani wao wenyewe binafsi wanaweza kujiongoza pasipo external power, na pia wao wanaweza kuongoza mazingira, wakaongoza matukio, na wanaweza kuongoza na watu wengine, wakashawishi watu wengine. Akisimama akizungumza neno, anaongea kama kiongozi, akiongoza watu, mambo yanafanyika na watu wanakuwa influenced na kila anachokifanya. Yaani kupitia kipaji chake, kupitia uwezo wake wa kuzungumza vizuri, kupitia elimu yake na kupitia vitu fulani ambavyo amejaliwa, ana uwezo wa kuongoza, ana uwezo wa kutawala, ana uwezo wa kuamuru vitu vikafanyika na vikakaa sawa. Na mara nyingi sana hawa watu si rahisi sana kuwaona, lakini ni vitu ambavyo vimejificha ndani yao. Jambo la 7 tunasema ni problem solver. Mtu mkuu daima ndani yao ametengenezwa kuwa mtatua matatizo. Kuna watu ambao wakiona challenge yoyote wako faster sana kusolve challenge ambayo inatokea. Ukitokea mgogoro hapo kazini, ni mtu wa kwanza kuamka na kwenda kutafuta suluhisho. Ukigombana naye, ni mtu wa kwanza kukufuata kuomba msamaha. Ni problem solver. Ni watu ambao hawataki kuona matatizo yanachukua nafasi kubwa. Ni mtu ambaye akiona tatizo, aidha ni la mtaa, tatizo lolote ile, anapambana na umiza akili yake kuhakikisha tatizo linakaa sawa. Si mtu wa kukaa na matatizo, ni mtu ambaye anataka usuluhisho wa matatizo. Jambo jingine, sifa nyingine ya mtu huyu mkuu, tunasema ni dynamic. Hawa watu wakuu ni dynamic, ni watu ambao hawapo static, si watu ambao wanakalilika, au si watu ambao wanaishi kimazoea. Ni watu ambao wana change according to environment, na they change according to time. Wanajua kubadilika kulingana na mazingira. Akihama ofisi kutoka ofisi moja akienda ofisi nyingine, si mtu wa kusema mimi kule tulikuwa tunafanya hivi, sisi tulikuwa hivi, bosi alikuwa anatufanyia hivi, sisi wafanyakazi tulikuwa hivi. No, ni mtu ambaye ana accept the environment wakati anabadilika kulingana na kile ambacho anakifanya. Si mtu ambaye amezoelea jana. Anajua kweli anajua kwamba experience is the best teacher, lakini kuna mazingira anajua kabisa experience haiwezi kukusaidia totally kuhandle mabadiliko ambayo yanakuja. Kuna vitu vinabadilika, kuna vitu vinachange. Kwa hiyo hawako static, ana change according to environment, ana change according to time. Jambo jingine, ana psychological maturity. Ni mtu ambaye ana ukomavu wa kisaikolojia. Huwezi kumuumiza kwa maneno, huwezi kumuumiza kwa sababu labda hujamsalimia. Si mtu ambaye anaumizwa na vitu vidogo vidogo. Si mtu ambaye unaweza kumchanganya kwa sababu hujamsalimia, kwa sababu umemwambia umpendi. No, ni mtu ambaye ana maturity, anajua nini anakifanya na anaelewa nini anakifanya. Hawezi kuumizwa na mtu anayemwambia sikupendi, na mtu anayemwambia sikuhitaji, hata kama kuna vitendo vinaonesha vitu fulani. Ana uwezo wa kulead mind ya mtu, anaweza kusoma akili ya mtu, na anaweza kutembea na akili ya mtu kwa namna anavyofahamu. Na jambo la 11, ni mtu mwenye upweke. Si mtu ambaye ana timu kubwa ya watu ambao wanafuatana naye. Ni mtu ambaye yuko mwenyewe tu. Mara nyingi sana watu wakuu si watu ambao wanatembea na watu. Ni watu ambao safari zao za maisha zinakuwa ngumu, kwa sababu hawanaga company inayoeleweka, hawanaga tuseme permanent friendship ambayo inamzunguka. Mara nyingi anakuaga kila anapoingia anapata marafiki wa muda mfupi. Wakishaona huyu mtu ni mtu mkubwa, hatuwezi kuendana naye, wanajitenga naye. Sio yeye anajitenga, ni watu wanajitenga naye. Kwa hiyo anakuwa na loneliness, ana upweke. Wakati mwingine hata kwenye familia anaweza kukuta ana watoto, ana mama, lakini mambo yanakuwa tofauti. Wanamtenga, ndugu zake wanamtenga, anabaki mwenyewe tu. Hakuna anayetaka kujua habari ya maisha yake, anaishi kivyake. Na jambo jingine ni ana msimamo, ana strong determination, ana msimamo mkali. Si mtu wa kuyumbishwa na misimamo ya watu wengine. Ni mtu ambaye ana msimamo, akisimamia jambo hawezi kuyumbishwa na vitu ambavyo vinaendelea. Ni mtu anayejua nini anakifanya. Msimamo wake kuhusu jambo fulani huwezi kumbadilisha. Hizo ni sifa za mtu mkuu. Na leo tumeangalia sifa nyingine 12 na tunafika jumla ya sifa 26. Nilikuambia dalili 20 na leo tumeongeza dalili 6 kama ofa. Je, umejifunza chochote kupitia somo hili? Je, umejijua kwamba wewe ni nani kupitia dalili hizi? Kama umejifunza chochote, niombe njoo kwenye comment section, comment chochote kile ili nijue kama tuko pamoja
Na kama unahitaji kufahamu zaidi kwa habari ya watu wakuu, usisahau kutuma komenti yako, lakini pia nimeweka mawasiliano yangu kwenye link hapo, utayapata. Lakini pia nikuombe tu, kama subscribe hii channel, lakini pia share kwa wengine, na tuzidi kusambaza upendo wa Mungu kupitia mafundisho haya. Usiache kufuatilia katika channel hii ya Salvation Christ TV. Thank you for watching. Thank you for being together. God bless you.